السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله الهادين وصحابته الغر الميامين. فبعد، أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu na kumtakia ziada rehma kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammad na ali na ahali zake na sahabaze wote. Ndugu yangu, kama ilivyo desturi, huwa tunaelezana hapa kuhusu ndoto, kuhusu maono ya usingizi na elimu mbalimbali, na leo nimechagua kuzungumza kuhusu elimu ya firasa. Elimu ya firasa au mtu kuwa anaona mambo ya ghaib katika ndoto. Je, hii itakuwa ina maana gani? Kwa kuanza tu, tutaanza na rai ya Sheikh Muhammad ibn Sirin. Hawa ndio watangulizi wetu katika fani hii, na mimi nitazungumza kwenye maneno yake hapa mwanzoni kabisa. Anatuambia Sheikh Muhammad ibn Sirin kwamba mtu kuona akiwa anang'amua mambo ya ghaibu ama kuwa mtu mwenye firasa fayadullu ala kathrat alkhair, hii inajulisha kukithiri kheri, lakini anasema wal amni, na amani. Misdaq, dalili ya kielimu ambayo yeye ametumia kutuambia hili kwamba si kwa utashi wangu tu, bali haya ni kwa maono ya Qur'ani tukufu. Unajua leo kuna watu wanatafsiri ndoto na wao wanajinasibisha na ufasiri wa ndoto, lakini wanadanganya watu. Hawana misdaki za kielimu, hawana vitu ambavyo wametumia kama nyenzo kufasiri ndoto zao, bali ni matamanio tu ya nafsi. Sasa hivi kumekuwa na wafasiri wengi wanafasiri ndoto, tena wengine tukiwatazama tunaona kabisa kwamba huyu analisha watu matango poli. Ukweli ni kwamba ili ufasiri ndoto inakubidi uwe na nyenzo za kilugha, elimu ya mazingira pamoja na elimu za kiroho. Ndio msaada mkubwa sana katika ufasiri wa ndoto za watu siku zote. Lakini elimu ya kiroho ndiyo jambo kubwa zaidi. Elimu ya kiroho ndiyo jambo kubwa zaidi. Anasema, kwa nini mimi nimesema haya? Anasema liqaulihi ta'ala, ni kwa mujibu wa kauli yake Mwenyezi Mungu Allah subhana pale aliposema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khair wama massaniya binas-su. walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wama massaniya as-su. Yeye amenukuu haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sadaqa Allahu al-aliyyul azim, katika suratul A'raf aya nambari 188 amesema kwamba walau kuntu a'lamu al-ghaiba, na lau ningalikuwa ninafahamu, ninajua, nina utambuzi wa mambo ya ghaibu, lastakthartu min al-khairi, ningekithirisha kheri, wama masani ya suu, na uovu singalinipata. Kwa mujibu wa aya hii, na sisi wafasiri wa ndoto wa kipindi hiki tukitazama, tunaona shekhe alisema sawa. Watakuja watu watakuletea tafsiri tofauti na hii, lakini je, wametumia dalili ipi ya kielimu? Hapo ndipo watuambie. Nadhani ninaeleweka vizuri, lakini ndoto hii pia inafasiri pana. Kwa mujibu wa aya hii ukitazama utagundua kwamba inaweza kusema mambo yafuatayo. Moja, mtu kuwa mwenye utambuzi wa ndani na busara, kwa mujibu wa aya hii.
inaweza kujulisha pia mtu kuwa na utambuzi wa mambo ya ndani na busara. Jambo la pili, kuongezeka kwa imani au uelewa wa mambo ya kiroho, si ndio? Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama masani yasuu. Ibn Sirina yeye ameona kwa mujibu wa aya hii alilotuambia kwamba ni kukithiri kwa amani na pia kheri, lakini mimi ninakwambia kwa mujibu wa aya hii inaweza ikajulisha haya mengine ninayokuambia. Moja, nimesema busara na utambuzi wa ndani. Pili, kuongezeka kwa imani na utambuzi wa mambo ya kiroho. Katika mtazamo wa Kiislamu, firasa huhusishwa na nuru na imani. Hivyo ndoto inaweza kuonyesha kujikurubisha mtu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kuimarisha kuwa na uimara wa kimaadili. Namba tatu, kujiamini au wajibu mpya. Wewe huoni hii aya ukisoma, walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama masani yasuu, kwamba mtu mwenye haya huwa anakuwa jasiri kwa mujibu wa aya hii. Kwa hivyo itategemea ndoto hii nani aliyeona, ili tumchagulie tafsiri katika tafsiri hizi ambazo zinakuja kwa mtazamo wa Qur'ani tukufu na dalili hii adhimu kabisa. Namba 4, inaweza kuwa ni onyo la mtu kujitathmini. Kwa nini? Hii aya aliyenukuu amenukuu akiongea kijasiri, lakini kwamba yeye anajifahamu, ndipo Allah anamnukuu. Allah anamwambia awaambie watu kwamba walau kuntu a'lamu al-ghaiba. Wewe kijana, nifunulie hapa suratul A'raf ili niwajuze watu kwa dalili zaidi. Aya namba 188, nifunulia Al-A'raf 188. Inataka nifanye uchambuzi kidogo hapa. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, na lau ningekuwa mimi ninajua mambo ya ghaibu. Hii ni mtu katuhumiwa. Sasa yeye anasema sasa mimi ningekuwa najua ghaibu yangenipata hayo. Maana yake amejitathmini. Nadhani hapa ninaeleweka vizuri. Nadhani pointi kubwa ni hii ambayo nilitaka nieleweshe, kwamba yeye hajui mambo ya ghaibu, kwa hivyo amejitathmini, yeye anajifahamu. Kwa hivyo kuna mtu akiona aya hii kwake ni onyo kwamba anaonywa ajitathmini barabara. Wakati mwingine ndoto huja kama ujumbe wa kujichunguza, kutumia busara bila kujivuna, au kuhukumu watu bila uhakika. Sasa hii aya inaweza pia kumhukumu mtu au kumweleza mtu kwamba wewe, hebu jitathmini, iangalie. Yuko mtu mmoja aliwahi kuniambia, Shekhe, mimi nimejiona kana kwamba nimekuwa mfahamu sana wa mambo. Hii inaweza kujulisha nini? Nilikuwa nikifahamu lugha za wanyama wakiwa wanaongea. Nikamwambia, wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moja ya mambo mawili itakuwa na kueleza kwa ninavyofahamu na ninavyokujua wewe. Ninaona kwamba ndugu yangu, unaambiwa ufanye mambo kwa ung'amuzi wa ndani na utazame kwa jicho la kiroho, sio jicho la kawaida. Lakini namna nyingine inawezekana Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa busara, nenda kaitumie vizuri. Na hii misdaku tuliipata katika aya ndani ya suratul Anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amesema kwamba fafahamnaha Sulaiman wa ataina hukman wa ilma wasakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Hii aya ukiitazama inakurudisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja. Kwa hivyo hukumu yake ni hukumu ya kiroho pia. Ni mfano wa aya hii ambayo Imam Ibn Sirina kiongozi wetu yeye aliitumia, na sisi kwa mtazamo mpana tumeona hayo tuliyoyaona pia
kama alivyoona yeye kwa mtazamo mkubwa zaidi, kwamba ni kheri kukithiri na amani. Tafsiri mama, na sisi tumeongezea nyama katika hayo. Niseme tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena kwenye tafsiri nyingine ya ndoto. Muda si mrefu tutarudi na ndoto nyingine insha Allahu taala, bump to bump. Nadhani itakuwa tumefahamiana barabara kabisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chelewa sana.